jamii ya Waluya, ambapo leo hii wengi watakuwa na furahi, wakazi wa Likoni ambao ni jamii ya Waluya. Hii itakuwa ni maendeleo ya Waluya peke yake, itakuwa ni maendeleo ya watu wote. So mimi nawaomba ndugu zangu, nichukue fursa hii kumwalika Bwana Secretary General wa chama hii ya Wereka, na ningeomba tuanze na introduction. So Mr. Secretary, chukulia hapo hiyo. Walio wenzangu wa mjambo, wanawereka na marafiki zetu, wageni walikuwa mkoa wazima. Basi mimi nasema karibuni sana, nafurahi kuwaona siku ya leo. Sisi sote ni Waluya, na sisi sote njia ni moja, si ndio? Kwa hivyo hii maendeleo kama hii ni yetu sisi sote. Tuwezi kusema kwamba ni ya Wereka ama ni ya Waluya wote ambao wako ndani ya Likoni. Ndio maana nataka tukikuwa na jambo kama hili lazima tushirikiane. Kunaweza kuwa na vikundi tofauti vya Wabaluya, lakini njia ni ile ile moja. Vikundi ni sababu ya muungano, watu kuendelea lakini maendeleo yakikuja ni ya watu wote. Hata wengine wakileta maendeleo yao na tumehusika ndani, ni yetu sote. Kwa hivyo mimi nawakaribisha. Kabla sijaendelea zaidi, ni vizuri tujuane, ili tukikaa hapa tukae tukijua tuko mali sawa, na mjisikie mko nyumbani. Leo hatuna mambo mengi, tuko na only 1 hour tu tunamaliza hii shughuli. Ilikuwa ni kuzindua tu ili gari lirudi kwa barabara, ili unapotembea kwa njia kule unaambia mwenzako gari liko pale barabarani, ni gari letu. Kama una shughuli pia unapiga simu unasema nenda pia hiyo gari ikafanya hiyo shughuli. Sawa bwana? Karibuni sana. Mrembe gani? Mrembe mwezi. Sikumera bana kanga Steven Nganga. Nganga. Tepitel. Mukati bishiye sana. Mrembe mwezi. Mrembe kandi. Kumere nangwa Abubakar Masai. Ndo mwikhali wa Likoni Manyata. Na ingone Rulanga Vundumbi Ekero Mumias. Muremuno. Mrembe mosi nangwa Pavin Maizi ingoni kutrai mudete, lakini kwa menya Kapsabet hano menyi Consolata. Asante. Wahera hand mara nangwa Frederick Weyu Ola South Kenya, nendi treasurer wa Timbwani Ward, member Orange House. Sio poro mno sana kweli kwa nyanga ino shingana kiongozi ka rohbola efwe khuli winzundala America no ke fyama na America, lakini fwesi khuli winjira ndala kwa poro mno sana kweli kwa nyanga ino na khubendo bulala bwenobo katano kupana omanye ni walishe paka abana babena makhuwa, lakini oli papa nde mama sho khasinja tawe khali kwa mwisala maboralala kheporo mno sana Wereka khola nyanga ino likhwa lidai utsirire khuryo fwesi nikhuba likhuwa mubabango khwitsa khukhonya erulanga mumyasi abantu balanga khushanda eluche. Wakhera Waluya, wakhera khandi esie nangwa Isaac Kuwanga, ndibulwa Ebutere, Kakamega County, ndamenya Timbwani, ndi mucheni wenyu ulumwana mula abana befu munenywa abana befu abakhulundu Wereka na abana befu abakhulundu ifo shingana Salute Kenya kwisiro khuba nenya alala khunyanga ino ikhongo khwitsomya khwikhwalya mukholere khuralala mumakhuwa kosi fyose mukhwenyere khulalokhanga khuchendera alala bana befu shichira khwamenye yale ne khumole yale omwana wenyu ninda bushiyo yemukongo kho Wereka ninda bushiye mukongo ya Salute Kenya na Salute Kenya ninda bushiye mukongo ya Wereka. So khuchendera alala Nyasaye atsiro khulinda lilengo la Kenya khubene nalo khutsiembera pano kalokha inyuma tawe muri mno sana kumbulilisia. Wereka oye. Ana Wereka mulio mno. Wereka
kata esembula lyembola tawe ila lino okhuyanza okhusherekea okhushina alala nokhuyinia bushuda bwawe bwene mbo eshama shino lano shakhola abundu waba stage yomundu abetsanga yakhola mbutukhu shikali kariyo murio muno omulukha kumukhole kuno nembara nisho shama shokhuranga mbaluya okhubakho nende eshindu shonyala khuchenda wabola omundu eshefu njeshi shikali kariyo na omundu yesi unyala okhutsia kinyume nende eshindu nga shino paka abe nali umulosi fwe witsira khuba nanywe nyanga ino khusinjirana nanywe okhufurahia nanywe khulwo mulimo kumukhole kuno esendi mwana wereka khurula khale ndanda ndushira kidogo nemba ndakhatsukha andi lakini ano ningo shikali kariyo omwana naba nizimba kandi nakalukha baba khonenda makhuwa khomurio muno khumulukha kuno mukholo bulayi khuli halala mbe mbutinyu mbe mbutoro khulasinjira fwesi mundala mukati ata shibulaulane shama mulikoni muno eshinyala khutisha wereka tawe na fwesi byama bindi khwitsa khwiko khurula khuli shina khwinywe na khandi ninywe papa kho mundu alakhamutisha kho tawe khuli nyuma wenyu amera kanje ni Steven Aura sembetsanga chairman wa Salute Kenya na Salute Kenya no mwana wereka ngawaja abashanje banyelo khupa nembo walende lakini sasa hembo wale satu khobeza nende independent nende interdependent sasa ndo khanyalo khola kha kefu ni sasa ndo kholele shina halala shikali kariyo basi nyasaye mwikulabe nenyu khumalo bulayi khubarabara khuno khuchenda kho nomulo mundu Salute abundu mula khampira khota na bandu basalute muliano mubola bashenywe wereka bali ni tukutuku mulakhanine indi no niliwo tawe abase bakhayiranga byene ebyo khone ndio umwama abala nani abalu ya bwahera khandi alila lyange Omai Kisembe. Ninapongeza nyumba ya Wereka kwa kazi ambayo mmefanya. Hakika mmeweka historia kubwa sana hapa Mombasa kwa watu wa Western. Ni jambo ambalo tunachifunia na tuna imani ya kwamba tunapoendelea kushikana tukiwa watu wa Wereka, tukiwa watu wa Salute Kenya, tutatembea pamoja na lengo letu litaweza kutimia. Jambo la pili, nataka kuwaomba ndugu zangu Wereka, sisi ni watu wa tumbo moja. Popote unapotembea, ukikutana na mtu wa Salute Kenya, ujue huyo ni ndugu yako. Popote unapotembea, ukikutana na mtu wa Wereka, Salute Kenya, ujue huyo ni dada yako, ni ndugu yako. Tuimbe lugha moja na tufanye mifano zaidi ya huu mfano ambao umefanyika siku ya leo. Mimi nimefurahia sana, ninawapongeza na Mungu asiti kuwapa hekima na maarifa ya kufanya hii kazi. Asanteni sana. Wanawereka oye. Wanawereka oye. Esibananga bari Michael Makunda. Bere Both Ward. Yingo Erlange Malaba constituency Kabras. Ubera alala. Nyolre mwaliko kuno embera nende meeting indiao. Meeting iria niyo kukhaba bafanyikazi. Ubera nendo mutajiri wa ambere se subcontract yetsi company tsitaru kukhaba bafanyikazi. Kho ndasabanga ruhusa kuli khuchama khwanja ta lakini contribution yenyekhane ndakilia neshiri khumala mkutano kulya ta khomurio muno khubera alala. Wakhera bosi wakhera khandi
abananga ngamisi Mwalumu Shitemi erulanga miasi abundu mbekero ndi mwana Yureka. Embongeza sana viongozi wa Yureka kushughuli sia bakholera khulira nyanga ino shene ndamanji tawe ebabolera sa oryo muno ngongeze bidii bilabo bulayi zaidi. Aya, Wereka oye. Kwa majina naitwa Abdalla Kombo. Hapa nakaa Mtongwe na nyumbani natoka Mumias. Hiyo area ya Ekero. Sisi ni majirani wao. Kwa hivyo tuwakaribisha na tumefurahi kwa siku ya leo na Mungu awabariki nyote. Bwana Wereka, viongozi wetu, mwenyekiti, ndugu yangu, rafiki yangu, mdogo wangu, kiongozi Bwana SG Magonjio, hongera. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo. Hili si jambo la kufanyia mzaha. Hii nafasi ni nafasi ya kipekee katika taifa la Kenya, katika jimbo la Mombasa, katika hii area ambayo sisi Mungu ametupa neema kukaa hapa. Na ningependa tu kutoa usia wangu katika jamii. Katika kitabu kitakatifu Biblia inasema heri wapatanishi, maana watamuona nani? Watamuona Mungu. Wereka ni wapatanishi wa Waluya ambao wanakaa katika jimbo la Mombasa. Tukiwa tunakaa makaa yetu Likoni, na tumeanza na Likoni. Na tunamsema kule kwetu huwa unasema tunaitwa Mlembe Nation. Maana Mlembe Nation ni amani. Wengi wajue maana ya Mlembe. Taifa ya Kenya ni moja tu, lakini kule kwetu tunasema inaitwa Mlembe Nation. Yani watu wa amani. Abaliwa Mlembe, Mlembe Khandi, Mlembe ja Nyasaye, Mlembe cha bacheni befu. Wageni wetu karibuni. Hiyo kitu unasikia nikiongea ni furaha kuonyesha wageni wetu sisi ni watu wa amani, na hiyo amani nikakuotu kwa Biblia inasema heri wapatanishi. Sisi ni kiungo muhimu sana katika jimbo la Mombasa, Wereka. Na tumekuja kunyamasisha Likoni ya kwamba kila mtu yote anaye anatoka Western na ni Mluya lazima atii. Amani bila amani hakuna. Na hiyo amani haijingi kwa kucheka meno. Niko hapa na ustadhi ataniunga mkono. Amani haiji kwa kucheka meno. Imetugharimu kufika penye tumefika. Tukubaliane na hiyo. Ingekuwa ni klasi, mimi ni mwalimu, ningeambia watoto pigeni makofi. Ni kwa vile sasa ni watu wazima, simujishukuru nyinyi wenyewe. Sina mengi kwa hayo machache. Safari imeanza na bado maono yetu, gari hile unayeliona hapa kusunduliwa leo, si kari tu. Tukitoka hapa itakuwa ni magari. Hiyo ni mbegu tunakuja hapa kuiombea. Inaenda kuzalisha magari. Si gari tena, ni mbegu. Sema mbegu. Nimesikia sauti ya Mungu. Si useme tu, hata kama utaki, wewe sema tu. Sema mbegu. Na mbegu yenye tunasalisha pale si mwingine, ni wewe. Wewe ndio mbegu. Jipigie makofi. Mubarikiwe. Na tunapoendelea, Mungu anatupenda tu bure. Tushukuru Mungu. Na mjasikia majina. Majina muhimu sana. Ingekuwa ni klabu ya mpira ningejiita namba 9. Namba 9 ni mtu hatari sana. Bila huyo klabu haiwezi kufunga mwingine. Si ni kweli? Mimi namba yangu ni namba 9009. Mimi ni mchungaji, naanza na Mkabana Benjamin. Ndio majina yangu. Ingekuwa klasi ningekwambia rudia neno Benjamin. Inamaanisha baraka. Mubarikiwe. Wereka hoi. Lerolno. Simbola. Nembola lerolno mhola Wereka. Lerolno. Wereka. Lerolno. Wereka. Good.
Nataka kwanza kusema hivi, nataka kutoa shukurani zangu za dhati kwa ofisi ya Wereka ikiongozwa na chairman na SG. Nasema asante sana for your tireless work you have done. Na ofisi ya Mama County, asanteni sana. Na Wereka kwa jumla, members, asanteni sana. Bila nyinyi kupatikana hapa, yule SG angepata nguvu ya kutembea na ofisi ya Mama County? Angepata. Tujipigie makofi tafadhali. Mimi kwa majina naitwa Masava Shadrack. Mimi ni mzaliwa wa Kakamega, mahali panaitwa Butere. Na mimi ni member number 038. Nimeona ile jina pale, nimekumbuka mbali sana. That's a story of another day. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Margaret Awinja, mzaliwa wa Kakamega Humailo. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Elizabeth. Habari zenu? Habari zenu? Kwa majina naitwa Celestine Kadima, mzaliwa wa Mumias Matungu, na sai nakaa Mtongwe. Ambarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Viongozi wote, mkutano wa leo, wanachama wenzangu, hamjambo? Hamjambo tena. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu umbali ametufikisha. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kamati kwa kusimama pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Acha Mungu akawatie nguvu. Kwa majina naitwa Christine Nekesa, mimi mzaliwa wa Bungoma. Hapa naishi Mtongwe. Barikiwa. Wereka hoye. Wereka hoye. Ahumera bananga Helen Ahabosa Rulai Shisa Hoisero, Kakamega County. Ninafurahi sana kukua hapa siku ya leo. I wanted to be a witness of that. Nilitaka sana niwe shahidi wakati kitu kizuri kama hiki kitafanyika Wereka. Kwa sababu watu wengi walikimbia wakatuacha, na najua walikuwa wanatuchungulia tu waone kunaendaje. Sasa ninawashukuru sana wale tulibaki, tuendelee hivyo na mambo makubwa bado yanakuja. Asante sana Secretary General wetu. Mimi ni msaidizi wake, ni vile nimechelewa ndio sijakaa karibu naye. Na chairman na viongozi wengine wenzangu, asanteni sana kwa kushikilia. Tumefika pale na Mungu ataendelea kutubariki. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Zakaria kutoka Bungoma Sirisia. Nami nashukuru Mungu kwa yale ametutendea, na tukimwamini sana atatenda zaidi ya hapo. Zaidi ya hayo tumtangulize kwa kila jambo. Nawatakia kila laheri. Asanteni sana. Amjambo tena wanawereka. Kwa majina mimi naitwa Daniel Lolo. Mimi ni mzaliwa Pandwa Busia, Matayos, na hapa Likoni naishi Likoni Ward. Na karibuni sana ofisi ya Mama Zamzam, ndugu yangu Collins, rafiki yangu wa zamani sana. Lakini nashukuru Mungu pia ametuwezesha leo tumekutana akija katika hafla nzuri hii ya kuzindua gari yetu na kuiweka barabarani.
So karibuni sana wanawereka, karibuni sana wa timu ya Mama Zamzam. Mwambie Mama Zamzam bado tuko na yeye ndio wetu, na tunamshukuru kwa ile juhudi zote anatufanyia sisi kama jamii. Asanteni. Wanawereka hoye. Hoye. Kwa majina naitwa Hamisi Machiri. Mimi ndio treasurer wa Wereka. Mnakaribishwa nyi wote. Ningeomba tu wanachama, tafadhali, mimi naongea mambo ya pesa. Pesa ndio tunataka. Mbona hiyo? Ni pesa. Sawa sawa. Tukitoka hapa tuonane. Asanteni. Yeah. Wanachama wote na wageni wetu waheshimiwa, habari ya jioni. Habari ya jioni tena. Nina furaha mpwito vile Waswahili wanasema. Na omanye ngawereka kwa bola slogan ya fubolambu lero luno. Lero luno. Kumana na imani the founder ama wale waanzilishi wa Wereka ambao mko hapa mnajua hilo. Na wacha tu niseme Mungu ni mwema. Na kila safari ina hatua yake na inataka uvumilivu. Penye tumefika ni Mungu. Maana hata kama ni kifo tushakufa tukazikwa tayari. Lakini Mungu si mwanadamu, leo hii bado tuko hai. Maana kama ofisi za mafanikio lingetajwa jina Wereka wangesema Wereka haiko, ilikufa. Sasa furaha yangu ni kuu ni kwamba hata ofisi kubwa kutoka kwa Mama County wakaapa kuwitness ya kwamba Wereka wako na wanaishi na wanaendelea. Nguvu zangu ama nguvu za Wereka ni sisi kwa sisi. Sisi kwa sisi, tujengane sisi kwa sisi, tuinuane sisi kwa sisi, tulishane sisi kwa sisi. Kwa hivyo nawakaribisha mara tena. Wakati wa hafla yoyote, jambo lolote ukisikia Wereka wana hafla, wana jambo, kuwa mwepesi wa kuja, maana sisi hapa hatupagui wala hatuchagui. Wala hatuna mapendeleo wala hatujitakii. Tunataka sisi kama Waluya tuungane tuwe kitu kimoja. Umeona wengine wakiwa na sarakasi zao, lakini Mungu si mwanadamu vile nimesema, mambo yao imesimama. Lazima Wereka kwanza azae. Ndio wakuja wafanye nini? Wapate mimba ndio wafanye nini? Wazae. Na ole wao, mtoto vile ashazaliwa huenda mimba itaharibika. Urongo ukweli? Huenda mimba itaharibika maana mwenye mji ashafanya nini? Ashaingia. Sasa ni sisi tujibidishe sana kama wana kikundi. Furaha yangu kubwa katika uongozi wangu nilisema in my leadership lazima niache kielelezo. Nadhani member mnakumbuka. In my leadership lazima babolambu beta nyuma bali reba abaluo bakola shina. Dano beta nyuma bali reba mbu waluo yakola shina yakola shindu fulani. We are the only Luya unit in Mombasa as a whole ambao wako na ofisi, wako na uniform zao, chama chao kimerejesa kwa halali. Allow to make matter wa sasa wana asset ambayo unaonyesha ni ya Waluya. Ndio ya kipekee. Zingine hizi mtasikia bado. Salute na wapongeza sana. Mnajua baba yuko wapi na baraka mtatoa hapa Wereka. Baraka zenu zote ziko hapa, lakini mmekuwa wajanja, hamtuachi. Mnatuandaa, mmekuwa wajanja. Kwa hivyo naona baraka zenu nazo zitakuja. Ama zaja ama tayari zishafanya nini? Zishafika. Madamu mmefika hapo mmekunywa maji, baraka zenu zishafanya nini? Zishakubalika. Ofisi ya Mama County tunakaribisha, tunapenda sana kuliko vile mnafikiria. Lakini bado tuna ombi kwenu. Hii ujumbe fike kwa Mama County. Mwenyekiti amesema hivi. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ni miaka 3 sasa tangu tuanzishe Wereka. Ikawa na yumbo. Ikuja kuwa still ni baada ya mwaka mmoja. Na nielewa vizuri. Tumesemwa sana sisi, maana sisi ni maskini. Hapa hakuna mtu ameandikwa na county. Hapa hakuna mtu anafanya kwa serikali, hapa mwalimu, mwanajeshi, askari hakuna hapa. Yuko? Hakuna. Watu wengine ni watchman,
wapiga randa, ufundi wa mijengo ndio wakapa, wabangaizaji. Ashukuriwe Mungu, mama wetu ako meza ya juu. Tunataka tule tushibe sawa sawa na matajiri. Yaani mama, watoto pia wanataka wasisikie tu chapati kwa jirani. Maini pia wanataka kufanya nini? Kula. Mama, mimi namfuatilizia sana, kwanza Wereka wanamfuatilizia sana. Kule juu buda, mmefanya mambo. Kule Mombasa ukienda kule mmefanya mambo. Likoni hapa bado. Urongo kweli? Bado. Lakini sasa ambieni mama, ama mimi naambia nyinyi, sasa imefika wakati njooni Likoni. Na Wereka ndio mama wa vikundi vyote vya Waluhya ndani ya Likoni. Mtu asiwadanganye. Hawa saluti wanatambua Wereka na wanaiheshimu. Wakiwa na jambo, mama atauliza Joshua, vipi Wereka, mnajua habari? Hatujui. Tukisema hatujui, mama atawashughulikia. Kwa hivyo tunatuma ombi ya kwamba imagine kagari kamoja, women rep mchapa kazi Afrika, Kenya, hata sijui saa hizi Maria atapata shahada ya dunia nzima. Atapata dunia nzima, mama Zamzam atapata dunia nzima. Maana ni mchapa kazi. Africa continent yeye number 1. Kenya number 1 sijui mara ngapi. Mombasa hata usiseme. Hatustahili kuwa na ile tukutuko moja. Hilo ni ombi langu. Hiyo bado. Wacha basi. Tunataka hizo tukutuku zifike kwanza 10, alafu zinunue basi. Hatutaki atunulie basi. Sisi tunataka tukutuku zifike 10, wenyewe tunafanya nini? Tununue basi, mwambie mama njoo lonji basi yetu. Sasa ambie wanao bado wanakuhitaji kule Likoni. Tunashukuru kila ametupa na ndio hiki mmekiona. Hatujaramba, watu wanasema watu wanakula pesa, hatujakula, mnakiona vile kilivyo. Wanachama ndio hao wanapendeza, nyuso zao ni hizi. Wengi hawajafika kwa ajili ya maisha vile ilivyo. Zaidi hapo wasa nisiwachoshe. Mwambie tu jisikieni nyumbani wakati wowote njooni. Na imani huu mwezi wa 7 huenda ngavu inapenda kupita, huo upepo hautaacha Wereka. Huenda tena mwezi wa 8 mtakuja tena kuzindua ingine hapa. Mungu awabariki sana sekta. Asanteni sana kwa wale waliozungumza. Wageni wetu kutoka ofisi ya Mama Zamzam, best women rep since tukue na devolution in Kenya. Alafu Mombasa hatujaipata women rep ambaye anafanya kazi kama Mama Zamzam. Na nyinyi mnajua. Vile umesikia chama na kisema Mama Zamzam magawi nyingi kwa mtu mmoja. Anagawa kidogo lakini kila mmoja apate. Si ndio hivyo? Kwa hivyo nashukuru sana ofisi ya Mama Zamzam, mmekuja tukianza. Tulikuwa katika hali ya introduction na nilizungumza na mama akaniambia iko nje kisafari Singapore, akaniambia ataweza kutuma ofisi yake na tumezungumza na wewe na tunashukuru sana mmefika. Nyinyi mkiwa hapa Mama Zamzam yuko hapa. Kwa hivyo sisi tunajua kwamba katika hii hali ya umoja wetu vile mmesikia waliotangulia kuzungumza, ningeomba umoja wetu uendelee hivi. Maana mama mahali yuko pale, nataka tumregeshe kipindi cha pili, na kimaliza kipindi cha pili, hii governor ndio tunaona itamstahili tena 2032. Ama mwasemaje? Si mwajua hayo maneno. Kwa hivyo sisi tukiwa hapa vile chairman amesema, Mama Zamzam ndio first Luhya ambaye tunamjua katika grupu zetu za Waluhya, tukiwa kuna jambo paka tumuhusishe. Hata kama tutakuleta nani hapa tunamuuliza mama, kuna mtu fulani naomba anatuambia huyo ni sawa ama ngojeni niungane na yeye. Kwa hivyo nazungumza hivyo ili mjue kwamba kuna baadhi ya vikundi vinasema kwamba vinaleta mtu fulani aje afanyie kitu fulani ili kujaribu blackmail Mama Zamzam. Hiyo kitu hatutaki. Tunaelewana jamani? Kwa hivyo Mama Zamzam pia ndio one of our patron katika group hii ya Wereka. Na tuko na yeye paka saizi. Kwa hivyo wageni wetu, najua mko na tight schedule na tumeshukuru sana mmefike, maana ile gari ni matunda ambayo sisi kikundi na kupitia Mama Zamzam ile kidogo ambayo watu wanasema anapeana kidogo ndio ile pale. Maana wengi wanasema huyo mama yapeana kidogo sijui 50 sijui 100, wakati wa mishi ilikuwa pana sijui 5. Watano iko wapi? Mmeona hata moja? Hata gorofa waje ajenga alikuwa kepoa 500. Lakini sisi tumepoa hiyo kidogo, sisi tulipa 150. Kwa wale ambao mjui, tulipata 150. Na ile 150 tuko na ofisi. Yule mmeambiwa tuko na ofisi iko pale pia, Mungu akijalia siku moja iko barabarani. Mtamleta mama aje pia asaini kitabu kama hii.
Tuko na ofisi tunailipia kila mwezi shilingi 7,000. Tunalipa ofisi. Na hawa wanachama. Kuna wengine wamesafiri kidogo mambo ya mazishi, wengine hawajafika, lakini nashukuru wanachama wanafanya bidii. Kwa hiyo kidogo tumeng'aa tumepata tuktuk. Ile tuktuk tumechukua katika njia ya loan vile mnavyojua. So tunailipia polepole. Kwa hivyo kupitia ofisi ya mama pia mkimpa hizi habari, ile kidogo tumebakisha akiendelea kutusaidia tumalizane nayo tupate gari nyingi. Maana yule ambaye ako nayo anaongezewa ama jamaa mwasemaje bana? Si yule ambaye ako nayo anaongezewa. Maana wote ambao wewe nilikupa ile maji ulifanya nini? Ukufanya kitu. Lakini mheshimiwa Zamzam akiona hii anajua kwamba anafanya kazi. Kwanza alifurahi zaidi. Akiona anasema kweli ile pesa haiendi kuliwa. Ile pesa inasaidia wanachama. Kwa hivyo mimi sitaki kuachia kama maneno mengi ndugu zangu, karibuni sana. Tuko na rafiki zetu hapa kutoka Salute. Tumewaalika, karibuni sana. Mjisikie nyumbani vile chama amesema hapa ni nyumbani. Ndugu yangu Pavin, hebu simama. Kwa nini nimekusimamisha? Huu ndio mwenyekiti wa tuktuk ndani ya Likoni. Na ni Mbaluya. Kwa hivyo hata mama Zamzam akataka kukutana na watu wa tuktuk wote, mtu wa kwanza ambaye atapatana na yeye ndio mwenyekiti ndio huyu hapa. Na yuko ndani ya Wereka, ni member, registered full member. Kwa hivyo hata ile gari ikiwa barabarani tunajua iko at the safe hands, mwenyekiti yuko na sisi. Acha. Kwa hivyo unaona yeye pia ameacha shughuli zake amekuja na sisi hapa, si ndio hivyo? Kwa hivyo mimi nataka niwapatie tu wasia kidogo kwamba umuhimu wa umoja ni ufanye kitu watu waone. Umoja kama huu usio unafanya kitu ama mnafanywa kitu alafu mambo inaenda namna hiyo, mara ofisi imekufa, mara viongozi wameingia gizani. Hiyo kitu huwa inamuuma hata mama Zamzam. Acha tu niwaambie. Mimi wanapiga na story sana. Aniambia Abaluya befu. Vatirane babeshindushila. Kwa sababu nini? Wewe unapata hiki kundi imepewa inasemekana kwamba mama anaangalia Abaluya sana. Na yale Abaluya mumpatie mama moyo wa kufanya kitu. Ili mama ajue kwamba hata kama anasema anaangalia Abaluya kuna kitu fulani kinafanyika. Kwa hivyo mimi naomba ndugu zanguni, vile tulivyotangulia kusema vikundi vya Abaluya ni vingi na kila kimoja kina malengo. Na malengo ni ile mambo ya maendeleo, si ndio hivyo? Kwa hivyo hata wale wenzetu ambao wako hapa, tutazidi kusaidiana kimawazo, kushirikiana. Tumepata hii, kesho wao watapata gani? Ili tuweze kusonga mbele. Kitu ambacho tutaki ni kugawanyana Waluya kwa Waluya. Hiyo hatutaki. Fitina ni kitu mbaya sana kati yetu sisi kwa sisi. Ndio maana mimi ni huwa nazungumza, hata juzi nilizungumza. Ukabila ndani ya Mombasa ukizidi, sisi tukianza ukabila, watu wa Mombasa watajua kwamba watu wa bara wanaweza hata kujisimamia wenyewe. Mnanielewa vile ninavyosema? Maana sisi watu wa bara tukiambia tupige kura, si tumekuja saa ngapi hapa jamani? Si kila mtu ana shughuli zake. Lakini sisi tumetulia. Lakini kwa wale jamaa wetu wengine wangesema bana time ya kuchonga imfika bana. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie jamaa, sisi wa bara tukaeni hivi tushirikianeni ili tukipata kiongozi mzuri kama Mazamzam tusiwache ule uongozi ukaenda. Tukiwacha umeenda pesa tumepotea. Hata sisi tutakuwa tumeenda. Ule uongozi tuushikilie kama mayai. Yule mama tumrudishe tena asubuhi na mapema. Ruto wewe saa 2, yule saa 12. Saa 12 mama Zamzam yatangazwa. Maana yule mama afanye Likoni peke yake. Yule mama mkiangalia ni women rep. Anazunguka. Hata hao mnaona wametoka mahali. Kile nafaa waende mahali. Kumrepresent. Mama yuko nje ya nchi lakini anawakilishwa. Na hii ngafu vile mnaona anagawanya. Ni heri hata huyu apate 100 lakini katika vile vikundi vyote 50 zilizo apply zipate. Lakini kule nyuma mlikuwa mnaona. Mimi nilitulia apply kule nyuma katika vikundi wakati wa women rep wa SHU. Kuna kikundi kilipewa 500,000 lakini sisi tukakosa kwa hiyo kikundi yetu. Kwa nini yule amepata 500,000 mimi hata 100 ninakosa? Sababu ya mapendeleo. Na ndio ilimchongea. Yesi pia alikuwa ni Mbaluya. Ilimchongea. Hata sasa yakuja vipi? Akatafula hapati. Sisi tumeshapata kiongozi bwana. Sisi tumeshapata kiongozi, kwa hivyo tunawaambia kama Mazamzam tuko naye kufa kupona. Na huyo ndio kiongozi. Hata ingekuwa tu ni mambo hii tungesema hata aende ugava, lakini ugava na sahi hapana. Waacha hadi 2032. Tumazana na hii mambo ya ngafu aende mara ya pili, tupate 500,000 kila mmoja, tumwambia sasa enda. Ama mnasemaje jamani? Hii raundi ya pili mama akiingia, tutapata hizi vitu. Zitakuwa hata 20. Sasa ni sisi tufanye bidii tunapotembea kwa wale wenzetu jamani,
tuhubiri tu amani ya Wabaluya, amani ya Wabaluya. Hii umoja, hata mtu akiingia Salute, akiingia Wereka, akiingia wapi, lakini lengo liwe tu ni nini? Our unity. Sawa? Sio tuwezi kataa. Lengo liwe tu ni unity. Maanake hata wa Salute awe nani na ni Mluya, jambo likimfanyikia lazima usimame naye, maanake ni Mluya mwenzako. Lakini tukiweka grudge kwamba ile ni ya Wereka tupandi, na wewe ni Mluya jamani, wewe ni Mluya wapi? Kwa hivyo hata mnavyoona hivi vikundi jamaa, kuna vingine ni Wabaluya tu wako tu hapa, lakini ushirikiano wetu ni mmoja tu. Ule ambaye anakuja na nia yake, namwambia kama una nia yako wewe kaka, hiyo nia litasababisha mtu aanze kumuta Mazamzam majina. Nataka Mazamzam aitwe majina, nataka Mazamzam mjibaki tu Zamzam. Kuna ile maji ya Zamzam, nani ashai kunywa ile maji inatoka Tanzania tu Zamzam, sio hiyo. Sasa ndio ule mama, yani ile kazi yake go very smart. Kwa hivyo mimi nimewaomba tu ndugu zangu, Bwana Collins ananifahamu sana. Najua mimi pia nikiwa hapa ni chairman wa Marama Welfare. Hata kuna function naona simu zinalia sana hapa. Lakini sikuweza kuenda. Tumeona kama tuzindue hii, na tumeizindua kwa sababu ni kitu ambayo inalipiwa kila jioni. Ikifika saa 12 nitakaa niwe nalipa kwa mkopa. Iwe inalipiwa. So tumeona tuizindue mapema, iendelee na kazi yake. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwa kuja kwenu. Mungu awabariki. Na mtu yeyote hatujamzuia. Wereka iko open, mlango uko wazi. Kuja, tuko na ofisi pale. Tukuambia registration ni pesa ngapi, monthly ni pesa ngapi, ili tusonge mbele. Mheshimiwa Zamzam akikuja kituita, tunaenda kwa pamoja. Tumeelewana jamani? Mimi sitaki kuwachosha, nataka nikaribishe ofisi ya mama, watusalimie, watuongeleshe, kama wana shughuli nyingine pia tuwaruhusu, alafu tusonge mbele. Tumeelewana jamani? Si tuko sawa? Tuko sawa kabisa. Mko tayari kumsikiza Mama Zamzam? Mko tayari? Soja Mama Zamzam yuko hapa. Mtajuaje kama mko tayari? Mama Zamzam ni ngapi? Si ni 2 term? Mimi nataka tuimbe 2 term ya Zamzam, alafu nipatie chairman akaribisha viongo. Kanaweza makofi kama 5. Tukimaliza na 2 term ili wajue kwamba Mama Zamzam hapa hata pale Singapore kama amekaa, anajua ako live tu, anatuona anacheka, sema bandu banje bano. Hoba anja makweli. Atengeneze makofi. Twende 1, 2, 3. Asante mama. Karibu. 2 term ni yako. 2 term ni yako. Asante sana. Karibu chairman, tukaribishie ofisi. Tuko comfortable na kila mtu anajisikia. Si ndio? Mtajipanga wenyewe mnaanzia wapi, bali mjisikie nyumbani. Chairman tosha tu. Nishaitwa chairman. Kwa ajili ya ofisi, mimi naitwa Milton Osiche Wanguche. Mimi ni Mluya, walio ni wengi lakini Muanga. Natoka Matungu. Yes. Hapa Mombasa naishi pale Mtongwe. Kwa hivyo jisikieni huru na mjisikie mko nyumbani. Hapa tunasema kila mtu ni mtu, hatubagui wala hatuchagui. Kwa hivyo acha nianze hapa katikati alafu tuendelee. Karibuni sana. Shukran bwana chairman na ofisi ya Wereka, wakilishi pia kutoka Salute na watu wote. Amjambo? Amjambo tena. Haya chairman, SG amesema mama county yuko hapa. Si namna hiyo? Wajua tukaangalia nani mama county, tukaona ni timu yake. Hiyo inamaanisha ukituona tayari ushamwona mama. Si namna hiyo? Na ujumbe wowote ambao mtaka kutupatia, ile ripoti yoyote ambayo itatoka hapa, tukimpelekea mama, tayari ujumbe ushafi. Mama hawezi kwa kila mahali kwa wakati moja, si ndio? Kama alivyoongea bwana SG, kweli tutatembea Mombasa hii. Na tangu mama achukue uongozi huu, hatujawahi kurudi nyuma. Either mama yuko Mombasa County, yuko Nairobi, yuko Kenya, yuko out of the country, shughuli inaendelea. Nafikiri hata huwa mtuona kwa mitandao, si ndio? Jamani, atulegezi kamba. Kama alivyoongea chairman hapa, kama jamii ya Luya community, jamani, ni dhahabu ambayo mko nayo. Urongo kweli? Hii ni dhahabu ambayo mko nayo.
na kivo vyote liwe liwalo, itakuwa ni jukumu lenu kulishikilia. Urongo kweli? Na nyinyi ndo mtamjenga na mtazidi kumuinua. Urongo kweli? Si namna hiyo? Mumeongelea about the unity of the Luhya community ndani ya Mombasa County. Si namna hiyo? Jana tulikuwa Changamwe tukifanya mchakato kama hii, ambao wale ilikuwa koni Amezi community, Ambosano ni Mjikenda. Si namna hiyo? Waliongelea about the unity, ambapo ile unity kama community mukiwa na umoja, munakuwa na nguvu kumtoa mmoja wenu na ni kunegotiate na watu wengine, munafika mbele. Si namna hiyo? Nafurahi Wereka. Yeah. Wereka mmechukua mkondo. Twakumbuka wakati Wereka ilipokuwa inaundwa, hii jina litamba Mombasa yote hii. Kila mahali mara kuna mgogoro huku na huku, kuna Wereka sijui ya Jomvu, kuna Wereka ya wapi, vuta nkuvute. Finally Wereka imesimama na inajulikana Mombasa. Ijipigieni makofi. Jamani, hiyo ni hatua, si namna hiyo? Ovichoambiwa safari ni hatua na ina safari ya kesho yaanza leo. Jamani, mumepiga hatua mpaka imani kiwango ambao umefikia manunua tuktuk. Jamani, ni ongezi kubwa ambao tunapatia kwa niaba ya Mama County. Tumepeana ngafu ya financial year 2025-2026. Jomvu, Changamwe na Likoni zote tulifanya mwezi uliopita. La kushangaza ni kuwa kuna makundi yamepata fedha sio chini ya laki kwenda juu. Ni laki kwenda juu. Nyinyi ndo group ya pili baada ile ya jana kuzindua. Nyinyi ni group ya pili ambao tunaona the value ya ile ngafu ndio hii hapa. Na japokuwa ni kidogo, si namna hiyo, lakini ile value yake yaonekana. Kuna watu wako na pesa nyingi lakini value yao haionekani. Tumepatia makundi pesa nyingi sana, si namna hiyo, lakini kwa kusema kweli leo tukitaka kufanya ile yaitwa benchmarking ama evaluation, tuende tutembelee yale miradi, tuona maajabu. Maajabu ambayo tuona ni kuwa wakati wa kuapply na tukapatia civic education, au watu walitupeleka mbio. Makundi mengi wametupeleka mbio sana Mombasa hii. Si macalls, si kila kitu. Yetu itakuja lini? Yetu itakuwa namna hiyo. Si namna hiyo? Haya tumewapatia. Tunapopatia ile grant, maajabu ambayo tuwaona ile balaa ile mbio hatusumbuliwi tena. Tuangoje tuone miradi. Baada ya muda tukifuatilia tuataka kuona yale miradi. Jamani, tutataka kufanya evaluation, tujue ile miradi imefika vipi. Tukipiga call kwa official, tujieleze kwa tunataka kuja kufanya evaluation, maajabu ndo tuonana nayo. Tuambiwa members wamesafiri. Sababu kibao ili tusipate muda ya timu ya mama kukutana na wao. Hii ina maana wamepiga makatafunuo yale pesa. Imeeleweka namna hiyo? Sheria iko. Sheria inafaa tuwachukulie hatua. Kikundi chochote ambayo inatumia pesa vibaya ya serikali yafaa tuwachukulie hatua, especially kupitia Social Department of the National Government. Tukiwapeleka pale, ile pesa itatoka, wapendwa asipende, na itakuwa ni mambo na kwenda kotini. Ila tu mama kwa ile huruma yake huwapende kuingiliana vita na wananchi. Si namna hiyo? Yeye alimaliza pati yake alipowapatia ile fund. Si namna hiyo? Hana deni na mtu. Wacha angalia watu wengine. Ila tu kitu ambacho watu hawajui, tunafanya evaluation, tuna monitor, tuangalie ile project imefika wapi. Na tukiona kikundi imefanya project, mama huwa anafurahi zaidi na katiba imemkubali awafund tena muendelee. Imeleka namna hiyo. Kuna wale ambao tumetembelea na tena tumeona mradi kidogo lakini imeonekana kuliko ule aliyopata lakini haionekani. So tukiona kitu kama hii, kulingana na plani ya mama huwa ataweka katika ile part and parcel ya benchmarking. Imeleka namna hiyo. Anatoka na kamati tofauti ya bunge, wanakuja mashinani, wanakuja kuangalia miradi za serikali
kupitia NGAF, CDF na mengineo. Hasa hapa tunaongelea mambo na NGAF, si ndio? Wanataka kuangalia NGAF inafanya miradi ya NGAF ndani ya Mombasa inafanya vipi. Mama taka chini, angalie katika makundi yote beneficiary wa NGAF ni nani alifanya ile miradi project, anaweka katika plan. Jana katika ile moja ya Changamwe kule Chani Ward ashaiweka tayari katika part and parcel wale watu atakao kufanya nini plan ya benchmarking. Pili yenu hii ni yenu ya pili, tumekuja na tumeshuhudia. Mulimwambia, si ndio? Hatukuwa tumeiona, lakini tumeiona hii. Na licha kwa tumeona, itaingia kwa picha, kwa mavideo, watu pia waone. Si namna hiyo? Iwe katika kumbukumbu. Hii pia itakuwa part and parcel ya kuwa benchmarking. Viongozi wakija, kamati za bunge kija, tunaweka katika plan ya benchmarking. Kwa hivyo pia mujipange namna hiyo, si ndio? Kamati ya bunge tofauti na kuja Mombasa, mumeweka kwa plan, wanakuja kuangalia, hamutoki mkono mtupu, kuna kitu watawachia, na hiyo pia ni hatua. Ma women rep, viongozi wengine wanakuja wanaangalia ni vipi project yenu ilikuwaje mkanza hii. Kwa nini pesa kidogo mpaka ikafikia hivi? Ni kuwa mnajua budgeting yenu, si ndio? Mnajua kuplan kidogo kidogo mpaka hiyo nini kiwango ambao mmefikia. Kwa hivyo jamani, mimi nataka niwapatie pongezi, tutaipanda, tutaijua, na pia nataka nimpongeze bwana Palvin akiwa na mwenzake aitwa Anwar. Hawa ni watu wa karibu wa Mama County. Washamtembelea mama paka bunge. Walimtembelea mama paka bunge, walikuwa ni timu ya kama wakilishi wa Tuktuk Mombasa County, walimtembelea mama paka bunge. Mama anawajua, na kutokana na ushirikiano wao na Mama County, tulishirikiana kuingia Mombasa County kupiana ile civic education ya NGAF. Tunapopeana civic education ya NGAF, na wao pia wanapeana wananchi maelezo zaidi ya Ringo. Leo nafurahi kupitia mchakato wao mumechukua Ringo. Si namna hiyo? Siku hizi watu wakiona Ringo wanaofikiri ni mradi wa Mama County. Hii ni kutokana na collaboration nzuri kati yetu na hawa. Kwa hivyo jamani, pia tupigieni makofi kutokana na hiyo collaboration nzuri. Sitaki kuendelea zaidi hapa, nina wenzangu niwapatie kidogo pia wasalimie. Tuko na timu yetu kutoka Likoni. Mimi natoka Changamwe, but shughuli napiga Mombasa yote nikishirikiana na mwenzangu aliyotoka hapa. Wacha niwapatie dada zetu kutoka Likoni. Huyu ameambia yeye ni Mluya, si ndio? Huyu ni relative wa Mama County. Kwa hivyo vile amekuja hapa, hatutaki aongee Kiswahili. Kiswahili tutaongea wenyewe. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Mimi niongee Kiswahili, dada aongee Kiswahili, hao wengine kisha yeye aongee Kiswahili aiendi. Aongee Kiluya, si ndio? Kwa hivyo acha nimkaribishe. Karibu. Wareka hoye. Wareka hoye. Kwanza mimi sitaongea sana kwa sababu kiongozi wangu hapa amezungumza mengi ambayo amezungumza kwa ufasaha. Kwa hivyo mimi kwanza niko hapa kusema assalamu alaikum kwa ndugu zangu Waislamu na nyinyi ndugu zangu wa Kristo, amani ya Bwana iwe nanyi. Kwa majina kamili naitwa Kulthum Banda almaruf Kamal, jina la kisiasa. Mimi ni mkazi wa Shikadabu. Mimi natoka kwa ofisi ya Zamzam. Wacha nije kikazi, mambo ya kirelative baadaye. Mimi natoka kwa ofisi ya Zamzam na nawajua na wapenda kwa sababu tumekutana mara nyingi, japokuwa sisi kama staff watu sana huwa hatuko mbele, tuko nyuma, lakini tumekutana mara nyingi. Tumekutana Tononoka, tumekutana juzi hapa tarehe, tumekutana mara nyingi. Nimekutana na nyinyi zaidi ya mara 5. Kwa hivyo nashukuru. Kitu cha kwanza nashukuru kwa msimamo wenu, nashukuru kwa mapenzi yenu juu ya mama, nashukuru kwa muongozo wenu kwa sababu mama yuko lakini hayuko, na ule muongozo wenu huku chini mashinani ndio unakuwa ni muongozo bora, na unakuwa pia unampatia mama nguvu ya kuweza kukabiliana kule juu. Kwa hivyo nawashukuru sana ndugu zangu na tunawapenda sana. Jambo la pili, congratulations. Jipigieni makofi tafadhali. Sio rahisi. Sio rahisi. Sio rahisi kufika hapa mlipofika na pale mlipoanzia. Nimesikia mamangu kule nyuma akisema kwamba mulianza na wengi.
lakini walishindwa kuimaliza hii safari. Kama tunavyoambiwa, sio muhimu yule anayetangulia, ni muhimu yule atakayefanya nini, atakayemalizia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu azidi kuongoza, Mwenyezi Mungu azidi kuwapa mapenzi, Mwenyezi Mungu azidi kuwapa ushikamano. Siku zote umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ndugu zangu Wereka, mimi sitaongea sana, lakini kuna maneno tu kidogo nataka nimalizie. Nimemsikia huyu ndugu yangu akisema kwamba kuna watoto wenu hapa ambao ni wa Salute. Karibuni nyumbani. Na baada ya kuwakaribisha nyumbani, nyinyi ni viongozi, muna watu wanawategemea nyuma. Kama vile mumeweza kupata muongozo kwa wenzenu, kwa hivyo mjue na nyinyi safari yenu ni ndefu, ambayo safari yenu ndugu zangu inawahitaji nyinyi ushirikiano, inahitaji hekma, inahitaji busara, inahitaji tunahitaji sacrifice, yani you need to kujitolea sana, na mnahitaji muongozo kupitia hawa ndugu zenu. Kwa hivyo hivi vitu vyote vitaletwa kama nyinyi wenyewe mtakuwa mmefungua, mmekubali hii familia. Hivi vitu vyote vitakuja kama nyinyi wenyewe mtakuwa mnasema sisi tuko tayari kuongozwa. Mmetofautiana umri, lakini katika muongozo mko kitofauti. Kwa hivyo nina imani ndani ya hawa viongozi wenu ambao wamewatangulia wakiwaongoza, insha Allah biidhni rabbi, nyinyi mtakuja kufika mahali ambapo na nyinyi mtakuwa mnakaa mnasema alhamdulillah, sisi tulikubali kuona wale wenzetu, angalia pale wametupigisha step ahead. Kwa hivyo yote inahitaji honesty, transparency na vitu vingine alikadhalika. Mimi sitaongea mengi, manake muda umeisha na wenzangu, lakini kitu ambacho nawaambia kwa kumalizia, loyalty matters. Loyalty matters. Na vile vile nitasema loyalty pays. Maana kusema hivyo ni nini? Saa hizi karibuni bunge litavunjwa, viongozi watakuja. Viongozi watafanya nini? Watakuja. Kwa hivyo msikubalini ndugu zangu kutema bigiji kwa karanga za kuonjeshwa. Msikubali kutema bigiji kwa karanga za kuonjeshwa. Kwa maana yake ni hivi, watakuja kuwashawishi, watakuja kuwafanya, si ajabu watu wanaweza kuja mkawafarakanisha nyinyi baba na mama. Maana sasa tuseme nyinyi ni baba na mama, ni mtoto na baba yake. Wanaweza kuja hata wakawafarakanisha nyinyi wenyewe. Pesa wakizileta pesa wakiwapa, kuleni, hiyo ni haki yenu. Lakini mukae mkijua ya kwamba mama alowashika, kama wenyewe mnavyosema ya kwamba mama ndio kiongozi pekee wa Kibaluya ambaye ameangalia na akakumbuka ya kwamba kuna Wabaluya mahali wanahitaji muongozo, kuna Wabaluya mahali wanahitaji kuenuliwa, lazima enue tribe yake. Msijaribu kumtenga mama, manake sisi tuko katika jihad, tuko katika vita vikubwa vya kisiasa, na sisi ili tuweze kushinda hivi vita ni nyinyi. Mtukumbatie na mutafute na watakaozidi kutukumbatia, ndio sisi tutapata nguvu ya kuweza kupigana na hivi vita. Kwa hivyo wakija ndugu zangu wakiwaletea pesa zenu, maisha magumu bana, maisha pakavu, tafuta mchuzi, wakiwaletea pesa zenu nyinyi kule, ahamsha hii nafsi zenu, mnajua ya kwamba ni nani? Ni mama. Loyalty pays. Once mama mwenye kama saizi, mama hata kalala usingizini, unajua mimi niko na Wereka niko. Na wallahi katika safari zote ambazo nimetembea na mama, mimi huwa nawaona yuwataja mashallah. Kwa hivyo mama anawapenda na sisi tunawapenda, na tuzidi kukumbatiana, tuzidi kushirikiana ili tuweze kumfanya mama mambo yake yawe mepesi kule juu, aweze kutukumbuka na sisi atuletee mazuri zaidi huku chini. Tunakubaliana? Kwa hayo machache mimi nashukuru na nawapenda. Alafu Kibaluya habari ya jioni wanasema wa khera mno. Wahera muno, si namna hiyo? Na mimi pia niko sawa, wahera muno, si namna hiyo? Haya, lakini huu ni Mbaluya Bonoko. Tulimpatia nafasi aongee Kibaluya, si namna hiyo? Lakini yaongea Kiswahili kisha dakika mwisho ati yatupatie ile atudanganye kuwa naelewa. Kwa hivyo tutamchunguza ni Mbaluya Bonoko. Jamani, tuko na dada yetu pia
ambaye ndio coordinator wetu wa ngafu hii Likoni sub county, na wacha pia tumsalime. Maona mambo ya ngafu yote hii hapa Likoni yamepitia mkononi mwake. Yetu tushapiana civic education, ikija kule tu approve yeke kwa system namna hiyo. Karibu. Wereka hoye. Saluti mpo? Oh, kweni mashahidi leo. Okay, hata mimi pia ni Mbaluya. Nimeolewa kwa Wabaluya. Niko na Mbone, niko na Lihanda, niko na Mrusa. Nafurahi na nitapata namba, sijui ya mwisho ni ngapi, 0 ngapi? Imefika 0 ngapi? Ikitoka hapo hiyo 0 something ni mimi. Nitaonana na treasurer. Zia empowerment, hata mimi nitawaambia congratulations. Na hakika tungefanya research ama tungesema tunaweka target ama miadi, tuangalie ni kina nani wamefanya nini. Na hakika hii Eid iliyopita tungetembelea nyumba za wengi wetu, tungejionea ama tungeshuhudia mikango, madera, ndugu zetu walivaa mabuibui. Huko ndiko pengine waliekeza sana pesa yetu ya ngafu. Kusikitika. Lakini hapa tumepanda mbegu, na ile mbegu ambayo haitupi. Mbegu ya usafiri ndani ya Likoni haitupi. Asa usafiri wa tuktuk hautupi. Ni usafiri ambao una nidhamu ya hali ya juu. Hatujawahi sikia kwamba usafiri wa tuktuk uko na utovu wa nidhamu kama vile zile zingine. Chairman, tutakuhitaji sana. Wapatie mwelekeo thabiti ndugu zetu. Tunataka, kwa sababu wamesimama na wameonyesha ubora wao, tunataka ubora uongezeke maradufu. Ikiwa leo ni tuktuk, kesho Mama Zamzam akirudi tena itakuwa ni nini? Kitu chengine ambacho ni bora zaidi. We aim high. As Wereka tunasema ile ni mwanzo na sio mwisho. Naomba niwaibie siri kidogo. Wamezungumzia hilo swala na mimi nataka niliekee upato. Ofisi ya ngafu ni ofisi yenu. Sisi Wadigo wao tunasema, ama Waswahili, kilio uanza mwenyewe mtu mwingine akalia. Alafu charity begins at home. You guys, the Luyas, ofisi ya ngafu ni ofisi yenu. Mimi huwa ukabila na ukubali. Na ukubali ukabila ina way. Ugatuzi mwanzo ni ukabila. Jiwezeshe na zile rasilimali ulizonazo. Kwanza hata nyumbani. Kwa hivyo Mama Zamzam akipenda Wabaluya ni sawa. Si baba alitupigania ugatuzi. Ugatuzi ni nini? In another way, ugatuzi ni majimbo. Kila jimbo lijihudumie na zile rasilimali zilizonazo. Kwa hivyo baba alituwezesha tukaishi kushuhudia ugatuzi ambao ni ukabila in a positive way. Kwa hivyo ofisi ya ngafu ni ofisi ya Wabaluya. Onyesheni wonders. Musimuangushe mama. Musimuangushe mama. Wacha Luyas waonyeshwe wawe mfano bora ndani ya Mombasa. Nafikiri kuna wazee wa kaya, kuna wazee wa miji, sijui the Digo indigenous, sijui the Digo culture. Wote ni huyo mtu mmoja. So tukiwa na Saluti ni sawa, tukiwa na Mrembe ni sawa, tukiwa na Wereka ni sawa, kwa sababu tunapigania maendeleo maradufu. Kitu ambacho hatutakubali ni kupigana, kutengana na kutiliana fitna. Nafikiri last year
tulikuwa na salute pale kwa ofisi, kwa kanisa, na tukawa na leo tuko hapa, tuko na Wereka. Huyo ni Mama Zamzam. Mama Zamzam anawagonganisha, anawagonganisha kweli ndugu zangu? Mama Zamzam anawapenda, ni mama ambaye anawaleta pamoja, mama ambaye anataka watoto wake wote wale washibe. Lakini kuna wengine wao wenyewe kwa wenyewe wapigana, wanawa divide for their own benefit. Nyinyi mkiwa mwateta, watu wake ndio watafaidika, kwa sababu watasema nendeni mkasuluhishe kwanza, but she ama he don't want to be part and parcel of that negotiation. Kwa hivyo tuangalie hizi fitina zinaletwa kumfaidisha nani ama kwa nini. Sawa sawa. Na kama tunataka Mama Zamzam arudi 2027, zile tuktuk kuongezeka kwake ni numbers. Ni numbers. Lawyers, Werekas, members from both, muko wapi? From Mtongwe, Shikadabu, Timbwani. So hizi tunataka sisi to domain zile polling station zetu. Mimi nitakuwa kwa siasa kidogo tu, naona time imeenda, lakini nataka kidogo tu tuchanganuane akili, kwa sababu 2027 what we want is numbers. Ikiwa mfano tutachukua kituo cha social hall cha Mtongwe, tuseme hiki ni kituo chetu, kura za Waluya nyingi zitapigwa pale, kura zote za Waluya tutaziplant pale. Ni kituo ambacho takuwa kimeogopewa, ni kituo ambacho kitamheshimisha mama. So na huku kwingine kote tukifanya hivyo, hakuna mtu atatusumbua. Nikimalizia ni kwamba Mama Zamzam ni dada yenu, kina mama, kina dada, kina kaka. Mama Zamzam ni ndugu yenu, lakini cha kusikitisha ni kwamba Mama Zamzam anapigwa vita ndani ya Likoni, na the Luyas mupo tu. Mupo tu. Mama Zamzam anashushwa heshima, anapakwa matope, na tunalikubalia hilo. Lakini makabila mengine mtu wao akioteshwa kidole tu, wako kwa press, wako kwa media, wako TikTok, wanabeba majani, hawataki na mtu wao. Naomba ndugu zangu Waluya, shemegi zangu, tulinde heshima ya Mama Zamzam, tusimame na dada yetu. Mimi naona nominations zikikuja kwa Luyas, naona MCAs nominated hapa. Ikiwa Wajaluo wamepatiwa, kwa nini Waluya wasipatiwe? Na kupatiwa kwetu ni kwamba sisi wenyewe tusimame tall, tuonekane. Hata kule juu atasema kweli Mama Zamzam ako na ndugu zake, kweli hawa ndugu wamesimama na chama, wamesimama na dada yao, wamesimama na hii title. Tuipatie title ya Mama County heshima yake. Tutaona mengi kama haya yakikuja. Leo tuko na tuktuk moja, kesho tutakuwa na sekta ya education, kesho kutwa tutakuwa na sekta ya healthy, na tutaona kwamba Ngaf iko ndani ya Wereka. Hata Mama Zamzam akitaka kununua hizi soda kwa matanga ya Wadigo, mtasema sisi tutanunua mama. Sijui kuna mtoto amepatikana, sijui hana uniform, mama sisi tutasimamia. That is what we want to see. Asanteni. Kwa vile pia tutakimbilia Changamwe, pia wacha tutayakuwa wepesi. Si namna hiyo? Wacha nimkaribishe ndugu yangu kutoka Bangla. Karibu. Ndugu zangu Waislamu, asalamu alaykum. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana tuongee nani? Mali natoka sauti. Naona watu wanabeba, tunakuna speaker. Mimi naitwa Isaac Nyandeje Opondo. Mimi natoka kule Kisumu, naishi Bangala. Mimi kwanza kusema ukweli, mimi nitakuwa tofauti kidogo na wenzangu. Hawa wamesifu, mimi sitasifu. Mimi nataka niwaambie ukweli. Na kabla sijasema ukweli yangu sana, ningependa huyu ndugu yangu wa media ukate video kidogo.
wacha tubaki na huyu na huyu. Hii information nikitoka najua ni unafuata huyu ama huyu, si ni kweli? Haya basi, Wereka, kwanza mimi nimekuwa disappointed, ile ukweli. Kwa sababu gani? Tulivyoingia hapa, mimi ndio naendesha ile gari. Tulivyoingia hapa, kwanza nikapeleka gari kama inaelekea kule. Chama umekuja ukatufuata, sio? Maanake mimi najua Wereka huwa ni watu wengi. Kidogo nikaona hapa watu wamesanyana wengi, nikasema ndio wale. Kufika hapo kumbe sio wao. Kurudi huku nikaona tumekaa kidogo hapa, kidogo kwangu mimi kwa roho yangu na Wereka ambao mimi najua, nikasema leo iko maneno. Si ni kweli? So kidogo jamani, mimi nawaomba, na kulingana na pia sheria ya mkutano, sheria ya mkutano, kama mko watumia lakini ile quorum mpaka ifike ndio watu waanze mkutano, si ni kweli? So kumaanisha quorum hata ya Wereka leo haijafika. Na chama hiyo ni challenge kwako, kwa sababu hapa pia kuna wageni wanaitwa salute. Mwisho tukitoa wageni na sisi mebaki watu chini ya 20. Amen. Leo asubuhi nilienda kanisa. Hiyo nimemaliza. Lakini it's just on a lighter note, lakini just on a lighter note, kwa sababu ningekuwa leo tumewapiga surprise, tumekuja na mheshimiwa ama tumekuja na ofisa fulani wa Ngafu, surprise nataka kuona hii miradi ambao mnatangaza sana nyinyi kina Collins na kina Izo iko wapi? Akuja aone watu ambao tumepatia miradi ni watu chini ya 20. Kesho kule akirudi Nairobi, si tutasukuma jina Wereka, sio? Lakini hao wakirudi Nairobi pale wale watu ndio waona walikuwa watu 20. So hiyo ni challenge kidogo chama. Aya, Wereka hoye. Wereka hoye. Salute hoye. Mimi ya pili, ndugu yangu tosha hiyo kata sasa. Ya pili, mimi kule kwetu Jomvu tuko na challenge. Kwetu Kujomvu tuko na Wereka ngapi? Wereka ngapi? So inakuwa challenge kubwa sana. Wakati hata mama saa zingine huwa anapata challenge. Kwa sababu unapata Collins amekuja na Wereka yake, dadangu amekuja na Wereka yake, mimi nimekuja na Wereka yangu. Inakuwa challenge kubwa wakati wa decision making. Kwa sababu haujui ni Wereka gani walipata, Wereka gani wakakosa, Wereka gani wanafaa wapate. So naomba hii Wereka ya Likoni msiwe kama Wereka yetu ya Jomvu. Iwe ni Wereka, uwe ni Wereka A, B, C na D. Hiyo inatoa neno ambayo dadangu alisema pale. Wakati miradi kama hii imeanza, huwa kuna vita ndani ya chama. Inaanzanga na viongozi wanaanza kunyoroshwa ngumi kidogo, wanapigwa ngumi kidogo, members wanaanza kugawanyika, ambayo inafanya kesho kutwa hata tukitaka kusema sasa ile nomination ile dadangu amesema tunapotaka kuona Wereka Mluya amenominatiwa pale, inakosekana kwa sababu kulikuwa na magawanyiko tayari kwenye Wereka. Nataka tuwapatie mfano moja. Fanya yote lakini usicheze na chama inaitwa Ramogi. Ndani ya Ramogi kuna chama zaidi ya 25. Wako mpaka Likoni, wako mpaka Jomvu, Changamwe na kila mahali. Lakini siku wanakutana kama Ramogi Welfare Association. Hii hapa inajaa yote hapa. Na wanaongea lugha moja. Ndio maana viongozi wanawaheshimu. Wale Ramogi wakileta jina zao hata kwa governor ama kwa mbunge yote wakipeleka jina ya Ramogi inakuwa considered na heshima kwa sababu wako na umoja. Wereka hoye. Ile kitu naomba ni umoja. Na hata kama kuna uwezekano Wereka nzima ya county mnaweza kuwa na umbrella moja. Iko ya Wereka ya Jomvu, Wereka ya Changamwe, Wereka ya Kisauni, wote mko na umbrella moja ya Wereka. Ndani ya Wereka kuna vyama vidogo vidogo. Nataka niwaibie siri moja wenzangu. Najua mimi ni Mjaluo pale Maseno na Wabaluya sisi ni majirani, si ndio? Pale kwetu ndani ya Wereka mkiwa wengi, ndani ya Wereka mnaweza tengeneza vyama vingine kama 2, 3. Wale vyama wana apply Uwezo Fund, wengine wana apply Revolving Fund, wengine wana apply Women Enterprises, wengine wana apply Ngafu. Ile pesa ikisanywa pamoja tuko na hizi tuktuk kama ngapi? Wereka hoye.
Tunaelewana mpaka hapo? So kidogo unapata ile nguvu tulikuwa nayo kidogo kidogo, saa hizi kikundi inapewa mpaka watu 20 mpaka watu 50. Kama Wereka ni 500, kwa nini tusigawanye pia ile Wereka ndani ya umbrella moja ya Wereka ya Likoni? Tuko na vyama kama 20 chini ama vyama kama 5 chini. Wale vyama tunaanza kusukuma majina zianze kuapply pesa hizi za serikali. Halo? Elewana mpaka hapo? Haya, nikiingilia siasa, manake namalizia, muda imeenda. Najua ndugu yangu. Nikiingilia siasa kidogo. Wakati wa 2022 tulijitokeza tukapigia watu kura, kuanzia MCA mpaka president, si ndio? Ile president hatuwezi ongelea, manake twajua sote vile ilifanyika. Tunaanzia hapa chini, kuanzia governor mpaka MCA. Naomba tuweni makini sana. Wakati unafika wa kusahisha mtihani, kila mtoto ambaye alikaa darasani ataleta kitabu chake, ataleta report form yake. Wewe English ulipata ngapi? Kiswahili ulipata? Agriculture ulipata ngapi? Ndio pale tutaulizana wale ambao wanapiga wenzao vita. Huyu dadangu amesema hapa, kusema hilo ukweli, sisi hata tukiapply tu ofisi ya mama, hii ferry pass, wanazunguka huko wanatuziba, hatuwezi pata pass ya ferry mpaka tutumie kifua. Na ni wale wale ambao wanatupiga vita. Kumaanisha wakati wa masahihisho, naomba mweni makini sana. Wewe ulipewa nafasi ya kujenga shule, umejenga. Asipojenga tunasema bye. Wereka hoi. Nisaidieni kuambia bye yule ambaye hafanyi kazi. Ulipewa nafasi ya kujenga hospitali, umejenga. Sijajenga, bye. Ukijenga tunasema karibu. Si ni kweli? Huyu mama Zamzam alipewa nafasi ya kuempower vikundi, manake hiyo ndiyo pesa peke yake yako nayo. Je, aliempower vikundi? Nyinyi kama Wereka na Salute mtajiuliza hiyo swali. Pale kwa kituo, ilo dadangu amesema tuweni tukijua kila polling station. Na mimi hiyo ndio siasa yangu ya Jomvu. Mimi kikundi ya chama kama hii Wereka, nauliza mnapiga kura wapi? Tukishajua mahali mnapiga kura, pale inatusaidia sisi kufanya analysis zetu. Kwa sababu yote 9 tuzunguke turudi mpaka wapi? Tunarudi pale kwa kura. Ndio mama arudi tena mpaka tumpigieni kura. So mimi nawaomba madungu zangu the Baluya community, nawaomba sana tuweni kitu kimoja, tushikane, na zaidi hata kama utaki yule mama, basi muombee Mungu. Muombee Mungu, kwa sababu ile vita anapigwa kusema ile kweli ni ngumu sana. Na yupigwa kwa sababu sisi Wajaluo, ukiguza Ugutu pale Changamwe, kesho utaona Wajaluo pale wanatoa press. Yule dada amesema, kwa nini mama yupigwa vita jamani? The Luya community tuko wapi? So mimi naomba hayo kwa machache na mengi. Mwenyezi Mungu atubariki. Asante. Jamani, kwa vile tuelekea Changamwe, si ndio? Ndio maana nimewakata kwa ufupi. Muhimu ilikuwa ni ujumbe wa mama county, si namna hiyo? Na mama amewapatia pongezi all the way from Singapore, si namna hiyo? Kutoka Singapore kufanya kitu kama si rahisi. Magrupu mengi hapa tumepatia ngafu lakini hatuoni. Kwa hivyo jamani, mimi nazidi kuwapatia pongezi ya mama county na mumeyapokea. Si mumeyapokea? Mumeyapokea. Upande wa pili hatuna wasiwasi na nyinyi. Na hiyo ni kauli ya mama county kutoka kwake mwenyewe. Mumesimama na kidete kama Wereka, na pia Salute mulikuwa na sisi pale kanisani, mulitualika, si ndio? Hii timu yote mbili, mama hana wasiwasi yoyote kwenu hata kidogo. Ina maana Salute na Wereka mwasema mama ni ngapi? 2 terms, si namna hiyo? Hiyo ni ujumbe wake, ametuambia hana wasiwasi na timu. Nendeni pale
mukague mradi yoyote, muniletee ripoti. Mukishaniletea ripoti, nitapanga mimi mwenyewe nije niwaongeze chochote kutoka mfukoni mwangu. Hiyo ni mfuko wake, si namna hiyo? Si mfuko wa serikali, hiyo ni mfuko wake, na hiyo ndio ujumbe wake. Baadaye atakuja kuongeza nyingine ya serikali ambayo nini ni ngavu, si ndio? Napenda wanapongeza, wana salute. Tuona kwa mitandao wako na mradi ya kununua basi, si namna hiyo? Wamealika viongozi tofauti paka Speaker wa Wetangula, Amason Kingi, Hassan Joho na vigogo wote katika Kenya hii. Bado tu kidogo watuletee deputy president na rais mwenyewe, si namna hiyo? Mimi nashukuru mama alikubali attend event yenu, na hiyo pia kutokana na ile umoja wao na viongozi, si ndio? Na vile pia mumewashikilia. Jamani, hiyo ni mchakato ambao inaleta viongozi wote pamoja, si namna hiyo? Nani tumesikia mumetoka katika, mulianza hapa tu polepole mkainuka hivyo na leo mwajitegemea, si namna hiyo? Jamani, hiyo ni hatua. Kwa hivyo jamani, hatukuwa tumejua mko hapa, lakini tutamwambia mama tumekuja kwa Wereka, kumbe tumepata salute pia kwa hapo ndani na wanashirikiana kitu kimoja, si namna hiyo? Kwa hivyo jamani, sitaki mambo mengi, hiyo ushirikiano endelee hivyo kulingana na kauli ya mama county, si namna hiyo? Hiyo ni kauli yake ye mwenyewe alituambia. Na akirudi kutoka Singapore ataka chini na viongozi wenu, ile tayari ataiona leo. Angalie ni vipi ataempower. Salute nyinyi, mngojeni mama hiyo siku atakuja na atakuwa amejipanga. Na hata wapatia pesa kidogo vile tuamjua, vile tunavyomjua, si namna hiyo? Kwa hivyo narudia tena, amesema hana wasiwasi na timu. Hiyo ndo kauli yake, si namna hiyo? Kwa hivyo jamani, mimi nikimalizia pia nampongeza jamaa Olo, ni muda mwingi hatujaonana na sikujua ni yotoka hapa. Ina maana wana Wereka muko na watu ambao pia wanajali jamii ama watu wengine tofauti na nyinyi. Alituletea msana ambao ametoka katika jamii ambao familia ambao haijiwezi, tukawapatia basari, akawa kila wakati wanipeleka mbio, na ile mbio alikuwa akinipeleka mimi nikamconnect na mama. Bahati nzuri hiyo familia hiyo, huyo msichana alikuja pale ofisini, sijui alimalizana vipi na mama county. Ina maana nyinyi kwa nyinyi, licha kuwa mnajaliana nyinyi kwa nyinyi, pia mnajali jamii kule nje, si namna hiyo? Secretary General mko nayo nguvu. Huyu anakwambia anapiga story na mama county kila wakati. Kitambo mama nipatie namba, ongea na huyu hivi na hivi. Mama kuwa mjinga, anaelewa ni kina nani ana deal na wao, na anaelewa ni mkutano gani anatuma timu yake hata kama hayuko. Kwa hivyo jamani, mpongezeni sana. Mama alikusifu by the way jana, mpaka ngashindwa ni nani huyu. Tulipowasiliana ndo akanikumbusha mimi ni fulani, manake sikuwa na namba yake. Nafurahi kutokana na mchakato huu, namba yake niko nayo leo hii, si namna hii? Chairman, naona ni chairman wa nguvu. Ina maana hii timu ikisimama hivi, uongozi wako ni thabiti ukiwa na timu yako hapa. Kwa hivyo jamani, tumeona vitu ambao ripoti tukimpatia mama, tutampatia ripoti ya uhakika ambao kila mtu tumejionea, na ni kitu pia inajulikana, si namna hiyo? Kwa hayo mengi na machache jamani, tungojeni mama rudi from Singapore aje awapatie ile ujumbe wake, si namna hiyo? Maana yake akiwa Singapore vitu vingine haiwezi kufanyika online huko, si namna hiyo? Kwa hivyo salamu ya mama mmepokea, si ndio? Na tunapongeza kwa dhati kwa mchakato kama huu. Kwa hayo machache ama mengi, wacha nichukue nafasi hii nirudishe tena kwa chairman wetu. Karibu chairman. Asante sana bwana secretary. Hebu tupeleke na barabara. Wereka oye. Mama Zamzam oye. Mmesema ni ngapi mama Zamzam? 2 terms, ndio? Asante. Basi nataka tuende, tutaondoka tu hapa tuende pale tupate maombi. Baada ya maombi ofisi ya mama Zamzam ambayo niliwaambia mama Zamzam yuko hapa. Kwa hivyo wao watazundua rasmi, waendeshe kidogo, kama Collins anajua asukume kidogo mbele. Mama Zamzam atakuwa ashaizindu amepatia baraka. Na kwa hivyo vile mmezungumza, sisi mmesema kwamba hatuzungumzi, mtatuona very soon kwa media.
wale viongozi wa Baluya ambao wako hapa tumeshikana kama leaders, Voice of Likoni leaders. Sasa hapo mtasikia hata hiyo saluto mnayosikia kuna hidden agenda, lakini sio siku ya leo. Kama unielewe sawa? Sio siku ya leo mtaisikia, hata mama yajua. Ni kitu tunazungumza. Vile mwenzangu alivyosema, kuna watu wanapakana matope. Huyu mama Zamzam ameanza kupigwa vita, na paka anapigwa ni vita. Huyu mbunge ambaye aliyoko sasa anamdanganya. Lakini nyuma kule hamtaki. Hiyo ni vita ambayo tunajua. Si mnajua bwana? Sasa sisi tunataka tukaunte hiyo vita, na shida yetu tunatumiwa sisi wa Baluya kwa Baluya. Sisi kama mnanipata. Sisi wa Baluya tunatumiwa sisi, mimi natumiwa nisambaratisha nyumba ya Saluti. Mimi natumiwa sababu ya manufaa yangu. Itanisaidia na nini? Sasa sisi hiyo tunaicounter very soon, mtaisikia. Hata hiyo postponement ni sisi. Hiyo tarehe 30 ilikuwa ifanyika Harambee, ni sisi tulicounter hiyo, tulipostpone. Tuko na baadhi ya viongozi hapa. Kwa hivyo nyinyi msikuwe na wasiwasi, na mama tuko naye. Kura za Baluya Likoni zote ni za Zamzam. Wengine watakuja kina nani wakuje, lakini sisi tunajua women rep. Hata mtuambie nini, hata mkuje vipi, ni ile maji ya Zamzam, na mama yuko aitwa Zamzam Mohamed Chimba. Sawa? Kwa hivyo tutaomba tusimame, tuandamane pale, tupate maombi.